Kuna vitu bado viko hai kwenye maisha yako, ndio maana maisha yako hayaendi inavyotakikana. Viko hai. Kuna hasira bado inaishi, iko hai. Kwa kuwa ile hasira iko hai, bado Yesu hawezi kukutumia kwa kiwango fulani, kwa sababu kuna eneo utamuaibisha. Kuna kakiburi bado kako hai. Mimi nishomire mpaka form 6 unigambire stupid mbele ya my wife. Kuna kakiburi kanatakiwa kufa. Wala hizo sio wahaya ninavyoongea hivyo, sema ni wahaya, naongea na wewe. Kuna vitu visipokufa Yesu hawezi kuonekana. Hapa naongea na wanadamu ambao wamemkabidhi Yesu maisha vipande vipande. Yesu anasema mbegu ife nzima nzima. Oya, ufe mzima mzima. Sio umeokoka lakini macho hayajafa. Unashangaa tu. Unauliza unashangaa eti makalio ya mtu. Wewe tangu umechukua mtoto mdogo mpaka umri huu umeona makalio mangapi? Weka kioo ndani kwako na unajitizama. Sio ndio kushangaa bwana? Afu kuuliza sasa naangalia fahari ya Mungu. Puuzi nini wewe? Wewe miti uioni kwamba ni fahari ya Mungu? Ardhi imeumbwa na Mungu, uone ni fahari? Angalia uso wako na wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha, maandiko yanasema. Weka kioo, angalia uso wako. Sema naangalia fahari ya Mungu. Ukimaliza unaangalia usema kwa kweli nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Unaanza Bwana Mungu nashangaa kabisa. Hapo nitaelewa naangalia fahari ya Mungu. Lakini I say Mungu aliumba. We pale uchangai uumbaji wa Mungu, tamaa yako inakudanganya. Sasa nakula kwa macho. Kula kwa macho Biblia. Ukisoma unakula. Kula kwa macho neno la Mungu. Kula kwa macho ibada zetu ziko live hapa kila Jumapili. Kula kwa macho, sio makalio ya mwanamke. Ovyo nini? Nakula kwa macho. Unashiba wewe ukiangalia hips ya mtu. Mwambie jirani kumekucha. Mwambie lazima tuishi kwa kujidhabihu.